Na baadhi ya Wakenya waliofika katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo kupata mafunzo ya bure aliyoahidi Rais William Ruto ambayo yangetolewa na chuo kikuu cha Arizona nchini Marekani walikuwa na wakati mgumu kufikia kozi hizo 18 zilizotolewa bila malipo. Licha ya changamoto hiyo, hata hivyo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Emmanuel To, Rais William Ruto badala yake aliwataka Wakenya kukumbatia teknolojia ili kuimarisha uchumi. Mwanahabari wetu Emmanuel To na taarifa kamili. Kwa maelfu wa Kenya wa matabaka mbalimbali walifurika katika uwanja wa michezo wa Nyayo kusherehekea miaka 59 ya taifa kuwa jamhuri. Ila wengi wao walifika kujionea kama ahadi ya Rais William Ruto ya kuwapa mafunzo bila malipo hadi wapate cheti cha mafunzo ya teknolojia ilikuwa kweli. Kozi hiyo kulingana na Rais Ruto ingemgharimu mwanafunzi shilingi 100,000, na kwa sababu ahadi ni deni, everyone present in this stadium today will get a free scholarship on global entrepreneurship and innovation. There is a QR code near you. Mumeipata? Scan and access the scholarship now. A 16-unit course that would have costed you 100,000 is now accessible to you for free. Ila mbinu za kufikia kozi hizo ziliwapa wengi changamoto, baadhi wakiondoka bila mafanikio. Na mimi ningetaka kuuliza hiyo scholarship inapeanwa wapi? Tulisikia tu kwa TV, hatujaona. Siko kwa Nyayo hapa. Nimekuwa. Sijaiona. Bado hiyo scholarship imeongelelewa lakini sijajua jinsi venye naweza ipata. Hatukuelezewa vizuri, sasa hii ndio changamoto tuko nayo. Hata hivyo kuna wale wachache waliofanikiwa wakieleza kuridhishwa kwao na mafunzo hayo. I've scanned the scan that we have on the pamphlet for Arizona University. I'm already in the process of signing in. So far I've seen that their website is user friendly and easy to access. Mafunzo hayo yanatolewa na taasisi ya usimamizi ya Thunderbird katika chuo kikuu cha Arizona na inalenga watu milioni 100 ulimwenguni kuwapa mafunzo ya teknolojia. Kozi hizo 18 ni pamoja na mipangilio, uwazi na maadili ya biashara, ukuzaji wa biashara na namna ya kutumia fedha na mengine mengi. Katika hotuba yake, Ruto alisisitiza umuhimu wa teknolojia katika kuimarisha uchumi, akisema huduma zaidi za serikali zitapelekwa kwenye mfumo wa kidijitali. We intend to transfer 85% of the remaining government services to the digital space so that every Kenyan, wherever they are, they do not have to get into any bus to go to get government services or queue in any line to access government services. We have decided that we are going to have a 100,000-kilometer super highway that is going to be built to enable internet access our homes. We celebrate our young people who have continued to make us proud in this space. We encourage them to move with greater speed and dominate not only regionally but also globally, just as we have done in athletics. We realize that today we're in a global economy powered by information, driven by knowledge. The young people in Sigalagala must not be prepared to compete with young people of Singore in Elgeyo Marakwet, but with young people of Singapore. Kauli mbiu ya sherehe za jamhuri za mwaka huu zilipewa kibwagizo cha kuunganisha, kuvumbua na kuimarisha ili kuunda nafasi zaidi za ajira. Baada ya ahadi ya Rais William Ruto ya kuinua uchumi kupitia kwa teknolojia, Wakenya sasa watakuwa wanaangazia ni mikakati ipi itakuwa inawekwa kuhakikisha kwamba ahadi hiyo inatimizwa. Emmanuel To, KTN News, uga wa Nyayo, Nairobi. Shukran sana Emmanuel To kwa taarifa hiyo. Tukiachana na masuala ya sherehe ya siku